Mungu ndio master plan. Mungu ndio mkuu wa mipango yote. Mipango yote tunayoipanga wanadamu, Mungu tayari ameshairatibu. Mipango yoyote ile tunayoifikiria sisi wanadamu, Mungu tayari anaijua. Kwa hiyo mwana wa Mungu, usikate tamaa. Wanadamu wanapopanga kuharibu kazi yako, wanadamu wanapopanga kuteketeza maisha yako au kusambaratisha uchumi wako, wanadamu wanapopanga kuvuruga ndoa yako, usikate tamaa. Mungu ndiye mwenye plani zote. Katika plani ya mwanadamu, Mungu anakuwa ndani yake. Tunaona mfano pale katika nchi ya Misri. Mfalme Farao, Mungu anatupeleka mpaka Misri kuwaona wana wa Israeli walivyokuwa utumwani kwa miaka mingi sana. Chini ya mfalme Farao walikuwa wanatumikishwa pale kufanya kazi ngumu sana na zenye kuchosha. Kwa hiyo Farao alipoona wana wa Israeli wanakuwa na kuzaliana kwa kasi sana, aliogopa kwamba akajua hichi kizazi baadaye kitakuja kunibadilikia na kunigeuka. Maana walionekana wanakuja kuwa na nguvu kubwa sana baadaye. Farao akaweka sheria kwamba kila mtoto mwanamume auawe. Kila mtoto mwanamume auawe. Lakini Mungu ni Mungu wa vyote. Kwa hiyo Mungu tunaona alimlinda Musa kwa kumpeleka mamake, na Musa akatengeneza kisafina kidogo na kumweka Musa mule, kwa nia ya kwamba akipeleke mtoni na kumwacha Musa aende huko anapojua, akipata msaada sawa, asipopata msaada sawa, lakini hakutaka Musa afie mikononi mwake. Kwa hiyo tunaona kwamba kile kisafina kwa bahati nzuri kikasogea mpaka kule ambapo walipokuwa wanaoga wale wanawake, ambapo kuna mmoja alikuwa ni mtoto wa Farao wa kike. Walipokileta, mtoto wa Farao akampenda yule mtoto na akamchukua, ndipo wakaanza kumlea. Kwa hiyo Musa alikulia katika nyumba ya Farao. Musa alikulia katika nyumba ya adui. Alijifunza katika nyumba ya adui. Alijifunza vita na sheria zote katika nyumba ya adui. Tunaona hata dhahabu lazima ipite kwenye moto kisha iweze kuwa nzuri. Kwa hiyo tunajifunza ya kwamba Mungu anaweza akakutoa katika mpango wa adui. Mpango wa adui, Mungu anaweza akakufanyia mpango wake ndani ya mpango wa adui. Kwa hiyo tusikate tamaa. Mfano mwingine tunaona Yusufu. Yusufu ndugu zake walikuwa na mpango mbaya juu ya Yusufu. Wakaenda kumtupa kwa ajili ya kutaka kumuua. Walijaribu kumuua lakini wakashindwa. Kwa hiyo tunaona hata Yusufu pia. Kwa hiyo Musa alijifunza hekima zote, akawa hodari wa vita juu ya mikono ya adui. Kwa hiyo Mungu anapokupitisha kwenye changamoto, kuna muda anataka ujifunze. Mungu anapokupitisha kwenye matatizo, ni njia mojawapo ya kujifunza. Tunaona mfano mwingine wa Yusufu. Ndugu zake walijaribu kumuua. Naona ndugu zake Yusufu walikuwa na mpango mbaya juu yake. Wakataka kwenda kumuua. Wakajaribu kumuua wakashindwa. Kwa hiyo tunaona katika mpango mbaya kuna mpango mzuri ambao Mungu anauweka ndani ya mpango mbaya. Kwa hiyo Yusufu bahati nzuri akauzwa katika nchi ya Misri. Akaenda kuwa waziri mkuu, akaenda kuwa na cheo kikubwa sana. Na mwishowe akaja kuwasaidia tena ndugu zake pamoja na mataifa mengine ya pembeni kipindi cha ukame na njaa. Kwa hiyo tunaona Mungu wakati mwingine anapokupitisha kwenye matatizo au unapopitia kwenye changamoto, usione kama umepitishwa sehemu mbaya, usione kwamba wewe huna bahati, usione kama wewe ndio una laana sana. Kuna wakati mwingine unapitia kwenye changamoto, mtumainie Mungu. Ukipita kwenye shida, mtumainie Mungu. Amini Mungu anakufundisha. Yachukulie matatizo kama funzo. Yachukulie kama uko darasani unajifunza. Itakusaidia. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Asante.